Mungu amenipa ujumbe unaoitwa shukrani kwa Mungu. Nini maana shukrani kwa Mungu? Ni kitendo cha kumshukuru Mungu kwa yote aliyokutendea, yawe mema au mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kumshukuru Mungu kwa mema au mabaya. Kwa mema au mabaya. Mungu ukimshukuru atakuzidisha. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni kitendo cha kumshukuru Mungu kwa yote aliyokutendea, iwe mema au mabaya. Mungu unaweza kumshukuru Mungu kwa mema au mabaya. Umepata chakula kidogo, mshukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nenda kusoma Zaburi 136 mstari wa kwanza. Nao nasema, mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, maana fadhili zake za milele. Bwana Yesu asifiwe. Mungu unamshukuru kwa kuwa fadhili zake za milele. Amekuleta duniani kwa maana fadhili zake za milele. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, unaweza kumshukuru Mungu kwa yote kwa maana fadhili zake za milele. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, unaweza kujiuliza nini maana ya fadhili? Fadhili ni vile vitu ambavyo Mungu anatutendea kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mfano, pumzi ya uhai, unalala, unaamka, hiyo ni pumzi ya uhai. Vinginevyo umelala, umeamka, we ni mgonjwa, mshukuru Mungu, una pumzi ya uhai. Bwana Yesu asifiwe. Chakula, mshukuru Mungu, una kiasi kidogo hata cha chakula, mshukuru Mungu, una chakula hata hicho Mungu alichokupa, mshukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mavazi, kila mtu kanisani amekuja na mavazi, mshukuru Mungu kwa mavazi, mshukuru Mungu kwa kuwa fadhili zake za milele. Mahali pa kuishi, hata kama unaishi nyumba mbaya, hata kama una gorofa, mshukuru Mungu kwa mahali pa kuishi. Bwana Yesu asifiwe. Naenda kusoma Zaburi 23 mstari wa 6. Nao nasema, hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Hakika una ule uhakika kwa kuwa fadhili, Mungu ametuhakikishia fadhili zake zitatufuata siku zote za maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ametuhakikishia wema na fadhili zitufuate. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anatufadhili kila siku, ndio maana tunapaswa kumshukuru. Bwana Yesu asifiwe. Tunapaswa kumshukuru Mungu kwa kila jambo, hata kama ameruhusu mabaya kutokea, mshukuru Mungu kwa maana fadhili zake za milele. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunaenda kuangalia tunawezaje kumshukuru Mungu au namna ya kumshukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaweza kumshukuru Mungu kwa maneno mazuri ya shukrani. Bwana Yesu asifiwe. Tunaweza kumshukuru Mungu kwa maneno ya shukrani kutoka ndani. Bwana Yesu asifiwe. Unamshukuru Mungu, unampa sifa na utukufu, maana ni zake. Bwana Yesu asifiwe. Naenda kusoma Zaburi 138. Naye nasema, nitamshukuru kwa moyo wangu wote. Bwana Yesu asifiwe. Unamshukuru Mungu kwa moyo wote. Unamshukuru Mungu, unamwambia asante Mungu, nikimenipata hiki. Bwana Yesu asifiwe. Iwe mema, unamshukuru Mungu hiki kimekupata. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kumshukuru Mungu hata kwa mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Nitamshukuru Mungu kwa kuwa ameniumba jinsi ya ajabu na ya kutisha. Bwana Yesu asifiwe. Unamshukuru Mungu amekuumba jinsi ulivyo. Bwana Yesu asifiwe.
unamshukuru Mungu kwa jinsi ya ajabu. Amekuumba kwa jinsi ya ajabu na ya kutisha. Bwana Yesu asifiwe. Namna ya pili ya kumshukuru Mungu, tunawezaje kumshukuru Mungu? Kwa nyimbo za shukrani. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kumshukuru kwa nyimbo za shukrani. Kwa nyimbo za shukrani, ukimwambia Mungu haitoshi, nitaenda kuimba nyimbo za shukrani. Bwana Yesu asifiwe. Unamwimbia Mungu shukrani. Bwana Yesu asifiwe. Zaburi 138. Mbele ya Mungu nitaimba zaburi. Bwana Yesu asifiwe. Unamwambia mbele za Mungu nitaimba zaburi. Zaburi maana yake nyimbo za sifa. Bwana Yesu asifiwe. Unamshukuru Mungu, unamwambia nitaimba zaburi. Bwana Yesu asifiwe. Tunawezaje kumshukuru Mungu? Kwa sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kumshukuru Mungu hata kwa sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Unamwambia Mungu haitoshi, hata hivyo nitakutolea sadaka mbele zako. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunaenda kuangalia sababu za kumshukuru Mungu, au kwa nini tunamshukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini tunamshukuru Mungu? Sababu ya kwanza, kwa sababu yeye awezaye kuyatenda yote kwa utukufu wa jina lake, yawe mema au mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Mungu anaweza kuyatenda. Mfano, umepata chakula kidogo, mshukuru Mungu ulichokipata. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda kusoma Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 na mstari ule wa 18. Naye nasema, shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unamshukuru Mungu, amekutendea mazuri, amekutendea mabaya. Unamshukuru Mungu ni kwa mapenzi ya Mungu, yeye Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Hata Yesu alipoteswa msalabani hakulalamika, lakini Mungu alimpa jina kubwa ambalo linaitwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu aliteswa msalabani, alitemwa mate, lakini hakulalamika. Aliteswa msalabani, lakini hakulalamika. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alipoteswa alimshukuru Mungu kwa kuwa fadhili zake ni za milele. Lakini Mungu siku alimpa jina linaloitwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Sababu ya pili, kwa nini tunamshukuru Mungu? Tunamshukuru Mungu kwa sababu yeye anatufanyia zaidi ya mwanzo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anatufanyia zaidi ya mwanzo. Mfano wa Ayubu alifanyia zaidi, alizidishiwa. Alikuwa na mali nyingi, alikuwa na pesa, na alikuwa na msifu Mungu mji wa Usi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini zile mali za Ayubu ziliisha zote, watoto wote walikufa, lakini Ayubu aliendelea na imani. Lakini hadi mke wake alimwambia mkufuru Mungu tu ufe. Lakini Ayubu alimwambia unamshukuru tu Mungu kwa mema, hata kwa mabaya tunaweza kumshukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu alimzidishia Ayubu, alimzidishia mali, alimzidishia pesa na watoto. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Ayubu aliendelea kumsifu Mungu. Sababu ya tatu, kwa nini tunamshukuru Mungu?
inatufanya kuwa wanyenyekevu mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu tunapomshukuru tunaonekana wanyenyekevu mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hata katika Luka 7 mstari wa kwanza hadi wa 18 tunaangalia habari ya wakoma. Wakoma walikuwa 10. Mungu aliwaponya ugonjwa wa ukoma, lakini aliyekuja kushukuru ni mmoja tu. Bwana Yesu asifiwe. Hata wewe kuna kitu ulilalamika, mshukuru Mungu kwa hicho ulichokipata. Bwana Yesu asifiwe. Hata chakula kiwe kibaya au kiwe kizuri, mshukuru Mungu ndicho ulichokipata. Bwana Yesu asifiwe. Sasa utamwomba Mungu. Kama kuna kitu ulimlalamikia Mungu, mshukuru Mungu kwa hicho ulichokipata. Bwana Yesu asifiwe. Mshukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu shukrani inatufanya kuwa wanyenyekevu mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunakuwa wanyenyekevu mbele za Mungu hata kama kuna siku ulikuwa umelalamika kuhusu mambo yake. Mshukuru Mungu. Leo ni wakati wako kumshukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hata mimi nilivyokuwa shuleni, kuna rafiki yangu nilimwombea, alipona, lakini marafiki zangu wote waliniacha. Lakini nikasikia kitu kinaniambia, hata marafiki zako wakikuacha nisikate tamaa. Lakini rafiki zangu wamenirudia hadi sasa hivi. Namshukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe.